watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. God's chosen, they are failing to understand the traps of the enemy. Wale wateuli wa Mungu wanashindwa kupambanua zile ama vile mitego adui aliyotuwekea. Unajua nilikutana na hizi video ambazo ninawezeka hapo. Nguva. Hii ni AI. Hizi zinaitwa filter. Unazikutana nazo TikTok, unakutana nazo Instagram, unakutana nazo like Snapchat, unakutana nazo Facebook, everywhere unakutana nazo. Sasa watu wengi hawajui. Kwanza nizungumzie hili swala. Wengi hawajui nguva ni pepo. So many people don't understand that a mermaid or a siren, it is a demon. Hawajui kwamba nguva ni pepo. Sasa wengi wamekuwa wakitengeneza hizi umeona hizo video. Wengi wamekuwa wakizitengeneza kwa sababu wanaona wow, yani nikifanya hivi inatokea hivi. Sikiliza. Unaweza kawa unaona kwamba unachokifanya ni sawa. Unaweza kawa unakiona kwamba kile unachokifanya kiko sahihi, kimesimama, kimekaa, kipo katika hali ya kufanya ukaonekana huko bora sana. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Hiyo AI unayotumia, kwa sababu hiyo ni AI, yani hiyo filters ni AI. Hicho kitendo cha wewe kuchukua picha yako na kuipatia AI, unabadilisha kile ambacho Mungu kakiumba. Wewe si nguva. Wewe si mdoli. Yani unaichukua picha yako na iweka mahali pale inapigana vita. Unaichukua picha yako, unaiweka pale inatoka kikatuni. Unaiweka picha yako kile ambacho Mungu amekuumba vile, unaiweka, unairuhusu AI, artificial intelligence, to create what it's creating. Sikiliza nikwambie. Sisemi ya kwamba kutumia AI ni dhambi, lakini nakwambia matumizi yako ya kutumia hiyo AI, artificial intelligence, itakuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Umeona hizi video ambazo nimekuwekea hapa? Wewe angalia hizo video, okay? Don't worry about me. Angalia hizo video. Hizo zote ni watu walichukua picha zao, wakaziweka, wakaipa nguvu AI, ikapate kubadilisha kile kilicho, kikapate kufanyika kitu tofauti. Hivyo vote unavyoviona si kana kwamba waliigiza, ni kwamba ni picha imechukuliwa, imewekwa picha na kitu hicho kimetokea. Kuna mpendwa mmoja alitoa ushuhuda. Ushuhuda niliusikiliza na nakiri kwa sababu ninapaswa kutoa heshima, kwa sababu kitu nilichosikia nikiheshimu kwamba nimesikia. Mtumishi wa Mungu alikuwa anafanya kazi za freelancers. Yani freelancers ni wale watu ambao wanakaa ndani, wana laptop zao na kompyuta zao, yani wanafanya kazi kupitia mitandao, wanafanya kazi za marketing kwenye mitandao. Sasa huyu kazi moja wapo alikuwa anaifanya, alikuwa anafanya editing. Sasa hii kwa ndugu zangu ambao ni graphic designers, nyie ndugu zangu ambao mnapiga picha, nyie ndugu zangu mnaojihusisha na mambo ya editing. Sikia. Huyu ndugu alikuwa anafanya hizo editing, anachukua picha yake, anachukua picha za watu, anaziweka pale, anazipa AI, anatengeneza na badilisha hicho. Siku na saa ikafika, Mungu akamchukua. Alikufa. He died, alikufa. Sasa anasema yeye kwa kushuhudia, kwa hiyo ushuhuda anasemaje? Ndugu zangu, nilikufa. Akapelekwa mahali panapoitwa kuzimu. Najua watu wengi mtasema ujinga, this is such stupidity, what is this? Sikiliza, Mungu kwa nyakati tulizopo sasa yuko radhi kufanya chochote, lengo asikupoteze wewe ambaye leo hii uko katika njia isiyo sahihi. Mungu kamruhusu huyu ndugu akashuka kuzimu. Anasema akaona watu wanaungua, watu wanateketea, na yeye mwenyewe akataka kujumuishwa katika lile kundi. Akaambiwa kinachokufanya wewe ukapate kuja kuishia mahala hapa, akaambiwa ya kwamba ni wewe kuipa thamani AI, artificial intelligence. Umekipa kile nilichokiumba mimi, sura yako, umeipa AI, imebadilisha na imefanya kitu tofauti na kile nilichokifanya mimi. Kwa lugha nyingine umefanya uongo. Unaichukua picha yako, unaipa AI. AI inatengeneza katuni yako wewe. AI inatengeneza upo Marekani. AI inatengeneza una dance. AI inatengeneza unapigana ngumi. AI inatengeneza unafanya hiki, unafanya kile. Mama, brother, sister, Bwana anasema
tusijifanyie sanamu. Tusijifanyie sanamu, Kutoka 20. Tusijifanyie sanamu wala kitu chochote kile ambacho kitachukua nafasi katika Mungu wetu. Hili ni hekalo la Mungu. Your body is the temple of God. Mwili wako ndipo Roho Mtakatifu anakuja. Sasa wewe kwa nje tunaona sura, like for example this is Alan, unaona Alan, lakini inside yuko Roho. Sasa unampiga picha Roho Mtakatifu, pafu unaenda kumpatia AI, artificial intelligence, Kiswahili tunasema akili nemba. Anabadilisha kile ambacho wewe umekichukua ukakiweka, anafanya kitu tofauti na kile kilivyo. Ndugu yangu, nataka nikwambie, umeona hizo video? Huo unaitwa uongo. One thing, yani kwanza kabisa inaitwa uongo. Inaitwa uongo. Yani many of you unaweza kusema ujinga, yani anazungumza. Hiyo inaitwa uongo. Wewe ulipiga picha haukuvaa suti. Wewe leo hii unaposti picha umevaa suti wakati hujavaa suti. What is that called? Uongo. Umeweza kupiga picha, umepiga picha ukatengeneza ikatokea katuni, ikatokea sijui nini. Unachokitengeneza hapo, it is you are creating a lie. Alafu unapost unatuonyesha sisi. Unachokifanya hapo kwetu ni unadanganya. Mimi ninachokifanya niko live hapa, mimi niko na video, yani ninafanya video ambayo iko live. Umeona? Sikuambii uongo kana kwamba background yangu imebadilika. No. Hii ni live. Hizo video unazoziona hizo, sasa huo ndio unayoita uongo. Sasa Yesu Kristo anaonya na kutuambia kama watoto wake, kuchukua picha yako na kuiweka, kuweza kutengeneza hizi video unazoziona, hayo ni makosa mbele za Mungu. Kama ushawahi kufanya, yakupasa kufanya ni kutubu. Sasa sikiliza, niongezee hapo katika kuzungumza. Leo hii watu wengi mnatumia ChatGPT, wengine tunatumia Gemini, yani Gemini ambayo mimi ninaye katika simu yangu. Wengine tunamtumia Siri, wengine wana Alexa, wengine wana Google, wengine sijui wana nani, wengine sijui wana nani. Naomba unisikilize katika Yesu Kristo. Sisemi ya kwamba ni dhambi kutumia hivyo vitu, lakini matumizi yako ya kuitumia hicho ambacho ni akili nemba, that AI, the way you are using that AI could make you, yani inaweza kukufanya wewe kama ni muabudu miungu, kuabudu miungu. Kwa nini nasema hivyo? Mungu kakupatia hekima, kakupatia uelewa, kakupatia ufahamu, kakupatia ujuzi, kakupatia Roho Mtakatifu ndani yako. Hutaki kujishughulisha tena kuhusiana na habari ya kusema eti ukapata kutumia kile ambacho Mungu kakupatia. Unachokifanya sasa, unalaza akili yako, unasimamisha akili yako, unaitegemea ChatGPT. Unalaza akili yako, unategemea kitu fulani. Unatumia hiki, unatumia akili nemba, artificial intelligence to make yourself much more greater. Leo hii wanafunzi wengi mmesahau kushika vitabu, mmesahau kusoma, mmesahau kufanya hiki. Kwa ajili gani? Akili nemba imefikia hatua hutaki tena kuweza kujihusisha na kusumbua akili yako tena. Kitu kidogo ChatGPT iko wapi? Kitu kidogo Google iko wapi? Kitu kidogo hiki iko wapi? Sikiliza, una Roho Mtakatifu. You have the Holy Spirit. Imefika hatua umeitengeneza hiyo ChatGPT au umeifanya hiyo AI imekuwa Mungu. Sisemi ya kwamba ni dhambi kutumia AI. I'm not saying that it's a sin to use AI. No. How are you using that AI is what's going to determine that you are using it in a sinful way or you're using it lawfully. Like, okay, yani inategemea vile unavyoitumia hiyo AI. Unaitumia vile ambavyo inapaswa kutumika, ama unaitumia nje na vile ambavyo Bwana anavyoweza kutaka wewe ukapate kutumia. Tupo katika nyakati za mwisho. Shetani ni mjanja. The devil is Shetani ni mjanja. He doesn't want us to enter the kingdom of hell. Ataki mimi na wewe tuingie mahala pale panapoitwa mbinguni. Kama ushawahi kutengeneza video kama hizo, ninakusihi katika Yesu Kristo. Moja, mwambie Bwana nisamehe. Toa video zote, toa picha zote, toa kila kitu ambacho unaona kabisa kwamba hichi nilikitengeneza kwa AI, nikitumia picha yangu nikaiweka mahala pale na AI ikaniletea matokeo haya. Futa, ondoa, kwa sababu huo ni ushahidi ambao adui atautumia. Baba, huyu kasimama mbele za kiti cha enzi na baba huyu hapa alitumia AI akabadilisha uso wako, akabadilisha umbile lako. Wewe unakaa ndani yao. Huyu sasa kapiga picha, kaamua kuipa AI na kabadilisha kile ambacho ulichokitengeneza. Unaweza kuchukulia simple ninachokizungumza muda huu. Kama unaona mashaka na kusika katika Kristo Yesu, piga magoti,
Mwambie Bwana Yesu, ninaomba unifunulie. Piga magoti, mwambie Yesu Kristo, naomba unifunulie. Naomba unielekeze, naomba unieleweshe. Je, hichi ambacho mtumishi wa Mungu anachofundisha, je, ni kweli ama si kweli? Nina uhakika Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Kweli ukapiga goti na ukamsihi Bwana kuelekeze, Bwana atakufunulia na atakuelekeza. Cha kufanya, tubu dhambi. Tubu, mwambie Bwana, nimekosea kwa kutumia AI vile ambavyo isivyopaswa. Pili, kabatizwe katika jina lake Yesu Kristo. Go and get baptized in the name of the Jesus Christ, not Father, Son and the Holy Spirit. Kabatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Tatu, tafuta mahali wanapoabudu utakatifu, wanapoabudu kweli. Mimi niko Morogoro, lakini pia Dar es Salaam inafanya huduma sana. Kama utapendelea kupata kujua sehemu pa kuabudu, ama ungependa kuweza kufika mahali pa kuabudu na kuabudu, ama unatafuta sehemu pa kuabudu, unaweza kanitafuta kwa namba za simu hizi, utanipata na hatimaye tutaelekezana. Namba ya simu ni 07 10 67 91 04. Narudia tena 07 10 67 91 04. Ndugu zangu, Yesu Kristo anarejea hivi karibuni. Tutubu dhambi, tuishi maisha matakatifu, tusije tukashindwa kuingia katika ufalme wake Yesu Kristo. Mungu atubariki sote. Amen.